Karibu tena kwenye video yetu, chaneli yetu Dominic Bugerura. Tukiwa tunaendelea na upande wa pili wa Gizmet ya 120 mg. Leo tutaangalia pia mwendelezo wake kidogo hapa, tumalizie kipande kilichobakia. Listen carefully and you will na utanipata vizuri kile ambacho nenda kukielezea siku leo. Karibu sana, subscribe, comment, like and share the content. Welcome. Add 2 ml of sodium bicarbonate injection BP into the vial that containing the assorted powder. Kwa hiyo unachukua ile 2 ml ample ya 2 ml unaiweka kwenye assorted powder, kisha shake the vial for 2 up to 3 minutes to mix well until the powder is completely absorbed, dissolved and the solution is clear. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Kwenye ile boxi ya Gizmet ya 120 mg, mle ndani pia huwa kuna vitu vitatu. Kuna ile vial ambayo ni 120 mg powder, alafu kuna ile 2 ml, alafu vile vile kuna ile ambayo kuna ile nyingine tena ample nyingine ambayo imecontain 10 ml. Are we together? So don't use the solution if it is not clear. Don't use the solution if it is not clear. Insert the sterile needle into the vial of any air that may be trapped. Following the constitutions, the solution must be diluted according to the method of injection as described below. For intravenous injection means what tunasema IV. Add 10 ml of sodium chloride for injection to the vial containing the reconstituted assorted solutions. This will yield 12 ml of solution containing assorted 10 mg per ml. Shake the mix well, ensuring that the resulting solution is still clear. Withdraw the required volume of assorted solutions from the vial with a syringe and then inject slowly intravenously over 3 up to 40 minutes. Huo ushamaliza. Kwa hiyo unapokuwa unatengeneza kile kiasi ambacho tumeambiwa kwamba utachukua ile 2 ml ya ile ample, unaiweka kwenye ile ujazo wa ile powder ambayo ina 120 mg. Sawa? Then unachukua tena syringe nyingine, una draw kile kiasi ambacho ni cha 10 ml. Unaona? Na hiyo pia ni ample ambayo utaimix kwenye powder mle kwenye ile 120 mg. Then utakuwa umetengeneza, make sure unaangalia kwamba the solution is clear. Then utachukua ile bomba ile la 10 cc, ile syringe nyingine tena ambao uta withdraw. Baada ya withdraw ndio utaenda kuminject a patient. Unaambiwa inject slowly, then kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri. Umeambiwa 3 up to 4 minutes, huo utakuwa umeshamaliza. Should not be administered as an IV drip. Na usiweke kwenye drip. Make sure usiweke kwenye drip, sio njia yake. For intramuscular injection, add 4 ml of solution chloride
for injection to be vial containing the reconstituted isotonic solutions. That this will yield 6 ml of solution containing isotonic 20 mg per ml. Shake the mix well, ensuring that the resulting solution is clear. Withdraw the required volume of isotonic solutions from the vial with a syringe and then inject the patient intramuscularly. Reconstituted solution should be used immediately. Precaution and warning. Baada ya kuwa umefanya kile chote ambacho umeelekezwa, ambacho ninakisema hapa sasa hivi, huwa kuna precaution and warning ya hii dawa ambayo ni G-Suitnet au tunaita Atusinet injection. Angalizo. Atusinet has not been evaluated in the treatment of severe malaria due to Plasmodium falciparum or Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, or Plasmodium ovale. Prevalence of resistance of antimalarials should be considered in choosing the appropriate combination of antimalarial regimen for use with G-Suitnet. Caution should be taken while administering Atusinet injection of patient with hepatic or renal impairment. Hairuhusiwi hiyo. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, hizo nilitaka tu niwape tu kitu kidogo angalizo, na ndio tumeishia hapo katika mwisho wetu wa hii mada katika part 1 na part 2 na part 3. Ndio tumeishia hapo. Tumejifunza how to administer Atusinet ya 120. Ndio hii namna ya kuweza kuchukua hatua ambayo patient anakuwa severely malaria. Kwa kweli malaria ni changamoto kubwa sana katika janga, ni kama janga la taifa. Kwa hiyo kuna dawa nyingi sana za malaria. Tuna Diocotazine, tuna hiyo G-Suitnet, tuna Alu ambao tunaita lumefantrine, Artemether lumefantrine ndio tunaita Alu. Tuna kitu kinaitwa Marafin, tuna Marafin, tuna Sulfada, tuna Oroda, alafu tuna quinine injection, na tuna quinine tablet, na tuna quinine syrup. Kwa tuna dawa za aina nyingi sana za malaria ambazo zinaweza zikatibu, lakini sasa tunaangalia kiwango cha malaria alichonacho, maana malaria huwa inapimwa. We'll go to the laboratory to take kuchukua vipimo measures. After then tutaangalia ni kiwango gani cha malaria. Kama utakuwa na severe malaria, maana malaria imegawanyika sehemu mbili. Kuna complicated malaria and uncomplicated malaria. Sasa hizi ndio tutaangalia. Kwa hiyo tutaangalia namna gani ya kuweza kukutreat wewe ili uweze kuwa na afya njema. Kwa kusema hayo, Mungu awabariki. Tukutane kwa kipindi kingine tena. Nimewaandalia new content. Utaenjoy. God bless you. Subscribe, comment, like and share the content. Nice day.